من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayuha almu'minun, ayuha almuslimun, ayuha alhadirun, enyi waumini, enyi waislamu, enyi ambao mmehudhuria. Hakika mukhtasar wa khutba yetu leo tutazungumzia kuhusu alhuquq alabau wal abnai. Mukhtasar wa khutba yetu leo tutazungumza kuhusu haki za mababa na watoto. Ndugu wa Kiislamu, kwa kweli jambo hili waislamu wengi sana tumejisahau. Mtoto amejisahau kutekeleza haki za wazazi wake, na wazazi wamesahau kutekeleza haki za watoto wao. Awali ya yote, ashkuruhu Allah haqa shukri, mshkuruni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumshukuru, wadhkuruhu haqa dhukri, na vile vile mtajeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtaja. Wa atiuhu haqa ta'atihi, na mtiini Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtii. Yamhukum almazida min fadli wa rahmati, mkifanya hivyo mtakapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtakapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala na mtakapomtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atazidisha fadhila zake na rehema zake. Na tujue ndugu zangu wa Kiislamu ya kwamba hakika Uislamu ulikuja katika kudhibiti mambo yote katika harakati za maisha ya binadamu, na kudhibiti na kumwekea sheria, kumwekea tabia binadamu. Na vile vile dini yetu Islam, ndugu zangu wa Kiislamu, unatulingania katika kufanya vitendo vya kheri, na vile vile juu ya kufanya wema na ihsani. Mambo ambayo Uislamu unatulingania zaidi ni kule kufahamu maarifa ya haki na maarifa ya wajibu. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli Waislamu wengi katika ulimwengu wetu wa kileo, jambo la kufahamu haki hakuna, na jambo la kufahamu alwajib ambao binadamu ameletwa katika ulimwengu hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ituangalie ya kwamba min al-umuri allati akadaha al-Islam wa awjaba adaaha bidikati ita'i kulli dhi haqqi haqqahu, kwamba mambo ambayo Uislamu imetilia nguvu zaidi ni jambo la kuipa kila kitu, kukipa haki yake. Lakini ashara Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ameashiria subhanahu wa ta'ala, waja'ala kulla minhuma al-akhara ni'ma, akaashiria na akajalia katika kila kitu kinapata neema kutokana na kitu chengine. Min haqiha an tushkara Allah, kwa hivyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kushukuriwa, wala tukfaru, wala asikufuriwe. Lakini sisi tukiangalia Waislamu wetu wa kileo, sisi tunapambana katika mambo ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na tunaacha yale mambo ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuhmadan wala tujhad, na Allah subhanahu wa ta'ala atajwe, asifiwe
wala tusilete mambo ya ujinga. Yakulu Allahu ta'ala fi surati an-Nahl, Mwenyezi Mungu anasema mtukufu katika surati an-Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wake. Waja'ala lakum min azwajikum banina, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakujalieni nyinyi kutokana na wake zenu mkapata watoto. Wa hafadan, kisha mkapata vitukuu. Warazaqakum minat-tayyibat, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema kisha nikakuruzukuni vile vilivyo vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala, neema iliyoje kwamba sisi kila tunapozidi kufanya maasi, tunapomkera Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo anazidi kuturuzuku riziki zilizo nzuri. Kisha akaendelea kusema afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Bado tu wanaamini mambo ya batil na neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo wamepewa, bado wanazikufuru. Bado tu mpaka hapa saizi watu walipo, ulimwengu ulipo, umri ambao upo nao, bado tu Muislamu anakaa akikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, akibatilisha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Utasema neema gani ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mimi amenijalia? Wewe mwenyewe mzima ni neema. Allah subhanahu wa ta'ala kila kiungo alichokupa ni neema kwako. Viungo hivyo ndivyo ambavyo mtu anavitumia kadri ya vile yeye anavyotaka. Hawezi kuvitumia viungo hivyo juu ya kufuata kanuni na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, haki ya wazazi wawili juu ya watoto yati fi sullam alhuquq baada haki Allah ta'ala mubashara, kwamba haki ya kuwafanyia wema wazazi wako wawili na kuwatii wazazi wako wawili imekuja moja kwa moja baada ya haki ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna fasli yoyote baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafuata wazazi wawili. Wa huwa haqu qadha Allahu azza wa jalla bihi wa hakama fihi, ndio haki ambayo Allah tayari ameshahukumu kwamba mkishaniabudia mimi, mkishanitii mimi Mola wenu, basi chochote kile baada yangu mimi wanafuata wazazi wawili. Wastami'u ila qawli Llahi azza wa jalla, sikilizeni nyinyi waumini katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini anasema? Anasema wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala msimshirikishi na kitu chochote. Wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyieni ihsana. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumemuona Allah subhanahu wa ta'ala wazazi ameweka katika sehemu gani, lakini leo bado tu vijana, watoto, bado jambo la kuwafahamu wazazi bado kwao hakuna. Wanaona wazazi ni kitu cha kawaida. Wataamalu ma jaa fi qawli Llahi subhanahu wa ta'ala, kisha zingatieni kile ambacho kimekuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kauli gani hiyo? Pale aliposema
wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, Mwenyezi Mungu ameshakwisha hukumu kwamba msimwabudie chochote isipokuwa yeye. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili muwafanyie wema. Lakini leo katika ulimwengu Allah aliposema kwamba amehukumu asiabudiwe isipokuwa yeye, watu wasema maisha Mungu mtupu hayaendi. Nani amekwambia? Ndio watu wanapokaa wakafanya promise zao, wakapanga mambo, wakawafuata wajinga wapuuzi, wakajua wao watapata msaada kwao. Ukiona makundi kwa makundi yanaenda kwa waganga, makundi kwa makundi yanaenda katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wanapokwenda kule kwa waganga, basi Mwenyezi Mungu anawasukuma huko huko. Ukenda kule ukifanyiwa mazingaumbe mawili matatu tayari unafanikiwa kwa haraka. Wewe ndio unaona hakuna maisha kama haya. Ndio pale sasa wewe unapoamini kwamba maisha bila kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hayaendi, uongo mtupu. Mganga ni nani? Mganga anamtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anakwambia illa iyyahu, isipokuwa yeye peke yake. Alafu wewe ndio unakaa unajifanya una akili nyingi, una uwezo, una nguvu, unakwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli jambo hilo ni jambo baya kabisa. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyieni wema. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah anaagiza, Mwenyezi Mungu mtukufu anaelekeza, itakapokuwa wazazi wako wawili, baba na mama, mmoja wapo tayari ameshakuwa mtu mzima, bibi kizee, babu hajiwezi, basi huo umri huo na wakati huo, fala takullahuma uff, tahadhari na kuja kumjibu hata ile kauli ya kusema umechoka, mama amekuita, baba anakuhitaji, una mambo yako unayafanya, unaona baba anakupotezea muda, mama anakupotezea muda, wewe unaambia subiri kidogo. Ile Allah subhanahu wa ta'ala amenikataza. Sasa leo Allah amekataza wangapi na wangapi wanawazalilisha wazazi wao, aidha kwa fimbo, kwa bakora na mengineo mengi hadharani. Kisha wa kullahuma qawlan karima, kisha zungumza nao kwa kauli nzuri, kauli kariman. Baada ya hapo, wa khifidh lahuma janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Kisha wazazi wako waekee bawa la upole, wahurumie kutokana na rehema. Kisha mwambie, ewe Mola wangu, ewe mlezi wangu, warehemu wazazi wangu kama walivyonilea katika utoto wangu. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni wachache katika wengi ambao wanakumbuka kauli hii. Hawana cha kuwapa wazazi, hawana uwezo, basi hata kusema wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira huwezi. Ombe dua. Inafika wakati mtoto
Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia sehemu, amemjalia cheo, uwezo, anaishi na familia yake, anakaa na familia yake, amejenga wana watoto, wana mke. Ikawa katika ile nyumba amechukua wazazi wake, anaishi nao. Ikafikia wakati familia haina raha kutokana na wale wazazi wako, familia haina nafasi kutokana na wazazi wamo ndani. Familia itafanya kila aina ya rai. Wewe ukitoka ukirudi, tayari familia inalia, mara hivi, imradi vurugu mtindo mmoja. Sasa wewe ambaye una uwezo, ndio mnakaa mnapanga na familia yako, ufanyeje sasa ili tuwe na amani humo ndani? Pengine mke anakushauri, tuwatoe bwana, tuwapeleke wapi? Tuwapeleke huko Baitul Ajuz, tuwapeleke katika nyumba ya vizee. Na wewe tayari umeshapata ushauri, unaona kweli ile kero, zahma mule ndani, wazee kuwapeleka kule, basi mtaishi safi tu. Ndio mzee siku hiyo anaingia ndani, anaambia leo ile siku ya kuwatoa jamani leo. Lakini hamtoi bure bure. Kwanza anawafurahisha, anaenda dukani, ananunua kanzu, kofia, suti, kila kitu kizuri, anamwambia baba nataka uvae upendeze. Tena na mafuta mazuri anampaka. Baba leo tuna sehemu, tuende leo. Ni sehemu ambayo mzuri ilioje. Baba anafurahi. Mtoto wangu kumbe leo alhamdulillah, leo amekuwa mtoto, anakuwa hivi mashaallah, ndiye mtoto. Lakini kumbe tayari baba ameshazungumza na mama mwenye nyumba. Wewe hujui. Umefika wakati umefungashiwa kila kitu, mpaka fedha ndani za kutosha umetiliwa, unatolewa, unapelekwa. Na baba, tusubiri hapa sasa hivi, sisi tutarudi. Kumbe ndani ile kufungashiwa umeshatiliwa barua. Jamani, atakaye muona huyo mzee huyo atakufia na maisha yake yote katika Baitul Ajuz. Maisha yake yote ataishi katika nyumba za kulelea vizee. Narudi nyumbani nakula maisha. Sasa mnaishi raha kweli kweli, lakini hamjui kama hili ni dhiki. Hakuna kitu kizuri raha katika maisha kama kuishi pamoja na baba na mama, kwa sababu hakuna kitu ambacho ni thamani zaidi ulimwenguni zaidi ya baba na mama. Kila kitu unapoteza. Mke tayari wapoteza, unapata mwingine. Mtoto wapoteza, unapata mwingine. Fedha, biashara, unakula hasara kila sehemu. Ukimpoteza baba, mama akiondoka, inakuwa ni vitu ambavyo hawezekani kurudi. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, alwalidu awsatun abwabil janna, kwamba mtoto yupo katikati ya milango ya pepo. Pepo ziko huku na yeye yupo katikati. Fa in shi'ta fa'adhi hadha albab, basi wewe ukipenda, ukitaka, poteza mlango huu. Au uhifadhi huu mlango. Ukiwalea wazazi wawili, tayari ule mlango umeuhifadhi. Lakini kama ndio utawabeba utawapeleka katika Baitul Ajuz, itakuwa ule mlango umeupoteza. ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم, من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. Mtu yoyote ambaye anataka umri wake ukunjuliwe,
pamoja na riziki zake, basi awafanyie wema wazazi wake na awaunganishe ndugu zake. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli mambo saizi yamekuwa ni mengi. Mtu nafasi ya kulea wazazi wake haipatikani, lakini amesahau ya kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, rahima anfuhu rahima anfuhu rahima anfuhu. Mtume Muhammad alitamka ili neno mara 3, rahima anfuhu rahima anfuhu rahima anfuhu, kwamba amekula hasara, amekula hasara, amekula hasara. Qila liman ya Rasulullah, nani huyo mjumbe wa Allah aliyekula hasara? Mtume akawajibu maswahaba, man adraka walidayhi inda al-kibar ahaduhuma au kilayhima thumma lam yadkhul janna, mtu yoyote yule ambaye atamkuta baba hai au mama yupo hai, au amewakuta watu hao wawili wameshakuwa vizee hawajiwezi, kisha mtu huyo akashindwa kuingia peponi, kwa kweli mtu huyo amekula hasara. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli thamani ya wazazi, vijana unapowazungumzia wanakuona kama hawakuelewa, wanakuwa na muongo, sio kweli. Lakini utaipata nawe pale utakapopata majukumu, ukapata watoto wako, ndio utajua kama mzazi kweli ana thamani. Lakini hivi huwezi ukatambua. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia. Allah subhanahu wa ta'ala anawahusia wazazi sasa juu ya watoto wao, pale aliposema yusikumullahu fi auladikum, na nyinyi mababa, Allah subhanahu wa ta'ala anakuhusieni juu ya watoto wenu, kwa sababu falabnau amanatun wadhaha Allahu azza wa jalla baina yadi al-abai, kwa sababu watoto ni amana ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa mababa. Sasa amana hiyo ni lazima ichungwe, ihifadhiwe, na amana hiyo itakapofanya vizuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atalipa thawabu, na vile vile amana hiyo ikienda vibaya, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataihukumu katika adhabu kali. Yakulu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma stara'ahum hafidhan am dhayya. Mtume anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atauliza kila mchungaji juu ya kile kichunga chake. Je, amekihifadhi au amekipoteza? Hata yasalu rajulu an ahli baitihi, mpaka mtu mwanaume ataulizwa kuhusu ahli yake nyumbani. Na katika ihsan ya mababa ni pale ambapo watafuata kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakumul Qur'an fa innahu awwal ma yanbaghi an yuta'allama min ilmi llahi huwa. Hapo
kwamba wafundisheni watoto wenu Qur'an, kwani ndiyo kitu cha mwanzo ambacho unapaswa wewe baba kumfundisha mtoto wako. Lakini tukiangalia leo tumekwenda kinyume na utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ikafika wakati akawa mtoto hawezi kumtambua baba yake wala mama yake. Anaona vile baba yake kumchukua kwenda kumpeleka juu katika Bait al-Ajuz, anaona ndio sawa kwa sababu amekosa maadili mwanzo. Saizi mtu kwamba kwanza kama hajaanza nasar basi apeleke Qur'an hata siku moja, kwa sababu mtoto anapelekwa nasari akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo tayari tunageuza kanuni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo alikuja nayo. Sasa mtoto huyu ambaye hamjui Allah subhanahu wa ta'ala, hajui maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hana tarbia, hana akhlaq, unategemea nini katika maisha ya mtoto? Ndio itafika wakati utaminyana, utapiga, utafukuza, lakini mtoto hakuelewi. So tayari ulimkosesha msingi na mapema. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin, kwamba baba hatompa mtoto wake kitu chochote kile ambacho kitakuwa ni kizuri isipokuwa kumfunza tabia njema. Ndugu zangu wa Kiislamu, hebu tuangalie katika ulimwengu wetu wa leo ambao tupo nao. Utakuta mambo yako vurugu. Kwa hivyo baba anaambiwa kitu kizuri ambacho utampa mtoto wako wewe ni kumfunza adabu mzuri. Sasa tukiangalia watoto wadogo, baba hana muda wa kukaa na watoto wake, hana nafasi ya kukaa majlis pamoja na watoto wake kuelekeza, kuwafundisha. Mtoto mdogo utasikia mtoto mdogo kanunuliwa gari ya kifahari, kapewa simu ya kifahari, kafanyiwa kila aina ya fahari tu. Mtoto mdogo ukifika katika majumba amekewa kila aina ya vitu vya ufahari katika matumizi yake, lakini mtoto huyo baba amekosa hata siku moja kukaa naye kitabu akamwita akamfundisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sasa hivi ukitaka mtu akuone wewe ni hodari, ni baba mzuri ambaye unajua malezi, watu wataona ile baba ambaye tayari watoto wake, yule ana gari, yule ana hichi, yule ana hichi, basi ile baba ataonekana mashaallah, huyu mzee kweli anajua kulea watoto wake. Wote amewapa vitu vya kifahari, wote hawatembei, wote wanatembea hivi mashaallah. Lakini ukitaka kuonekana mjinga katika ulimwengu, uwanyime watoto wako vitu hivyo. Uwanyime watoto wako hivyo vitu. Waambie wanangu, bado hamjafika. Hakuna gari, hakuna simu, hakuna chochote umri huu. Kilichopo hivi sasa, nyinyi mnatakikana muwe katika kanuni ya Allah subhanahu wa ta'ala, msome Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli mzee akiwa na msimamo huu ataonekana yeye amepotea. Watu watamwona ni mjinga kutoka ulimwengu gani huyu. Kwa nini watoto wake anawazuia mambo kama haya? Na sasa ulimwengu wetu ni wa kisasa. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli kuna baadhi ya mambo tunajitakia wenyewe, kwa sababu chochote kile ambacho wewe unakifanya tayari sheria zake, kanuni zake unazijua, madhara yake, hasara zake, lakini tunafanya tu. Ndugu zangu wa Kiislamu, muda
hautoshi, ni mdogo, mambo ni mengi. Kwa hiyo tutosheke na hiki kidogo ili tuende tukifanyie kazi, sababu khairul kalam man dalla wa kalla. Maneno mazuri ni yale kidogo ambayo tayari mtu atapata kitako na kuyafanyia kazi. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.